walhajju almabruru laysa lahu jazaa illa aljanna, na hija ambayo ni mabrur haina malipo isipokuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hija hii mabrur wametaja ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala sifa na vigezo vya hija hii mabrur. Ili hija yako na ya kwangu mimi hiyo ni mabrur, basi ina vigezo na pia kadhalika ina sifa. Umetaja wanachuoni sifa nyingi, nitataja baadhi kutokana na wakati. Katika sifa waliotaja, sifa ya mwanzo ni kwamba hija ya yule ambaye anafanya hija hile ni iwe an yakuna alhajju khalisan lillahi azza wa jalla. Hija ya kila yule ambaye yuko hapa takana hija yake ili iwe ni hajju mabrur, na ili alipopepo na Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu msingi wa ikhlas si katika hii ibada ya haji pekee yake, la, bali katika ibada zote. Na pia kadhalika hii ikhlas ni sharti ya kukubaliwa amal, kama zilivyokuja aya nyingi katika Qur'an. Allah aliposema katika sura Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahu ddin, waabudu Allah subhanahu wa ta'ala na mtakasie dini, takasie yale matendo ya kiibada. Ala lillahi dinul khalis, fahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataka matendo ambayo ni khalis liwajhi subhanahu wa ta'ala. Pia kadhalika zikaja aya nyinginezo katika suratul Bayyina, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Na pia kadhalika yakaja maneno kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa msingi huu wa ikhlas. Na pia vile vile Allah akaeleza katika msingi huu katika aya ya mwisho, aya 110 katika suratul Kahfi, aliposema man kana yarju liqa'a rabbih, yule ambaye anataraji ana yaqini ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala mula wake, falyamal amalan salihan, basi yafanye matendo mazuri, wala yushrik biibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yoyote kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sifa ya kwanza au kigezo cha kwanza ili hija yangu na ya kwako iwe ni mabrur. Ama ya pili ambayo Allah kataja pia katika wakitaja alipokuwa akielezea ibada ya haji katika suratul Baqara. Suratul Baqara ni sura ambayo imeelezea maelezo makubwa katika kuhusiana na ibada ya haji. Katika aya zile Allah alipotaja alipokuwa akielezea ibada ya haji akasema alhajju ashhurun ma'lumat, ibada ya haji ina miezi maalum, ambao miezi hii ni mwezi wa Shawwal na Dhulqa'da, na pia kadhalika na masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Allah kaendelea akasema faman faradha fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, yule ambaye atakuwa shakuwa anatekeleza ibada ya haji, fala rafath, basi asifanye rafath. Rafath ina maana ya kufanya jimai, pia kadhalika ina maana ya azina rafath, na pia kadhalika rafath ina maana ya maneno machafu, na pia kadhalika na matendo machafu. Kwa ikiwa tupo katika viwanja hivi tujiepushe na rafath. Kisha Allah akaendelea akasema wala fusuq, na pia kadhalika asifanye ufasik. Yani alfusuq ni maasi yote kiujumla, takana tujiepushe nao katika viwanja hivi. Allah kamalizia akasema wala jidala fil hajj, na pia hakuna mjadala kujadiliana katika hii ibada ya haji, kama kuanza kuzungumza mambo ya kilimwengu ya kisiasa, mambo ya mipira katika viwanja hivi. Tukifanya hivyo basi takuwa hija yake katika zile sifa au vigezo vya kuwa ni mabrur, hatopata hiyo hija yake kuwa ni mabrur. Ama baada ya nukta hii pia kadhalika wakataja wanaochuoni kwamba hija mabrur ina alama. Katika miongoni mwa alama zake hija hii takuna halul hajj, ni iwe hali ya yule mwenye kuhiji, ani baada hajihi, baada ya kurejea kwake katika mji wake, ahsana minha qablahu, awe na hali nzuri zaidi kutoka tofauti na ile hali aliyokuwa nayo kabla ya kuja katika viwanja vya haji, kabla ya kuja kutekeleza ibada ya haji. Sasa hii tabaki kwangu mimi na kwenu ninyi. Kirejea kule katika miji yetu, wewe jitizame mwenyewe katika nafsi yako, bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Je, hali yako wewe kabla ya kuja huku
je, iko vile vile au imeshuka? Je, akiwa mtu alikuwa na hali mbaya, ana hali mbaya katika amezama katika maasi na kufuru na shirki, je, baada ya kurejelea ameacha hayo au anaendelea nayo? Ikiwa yuko nayo, basi ni dhahiri kwamba hija yake si haji mabrur. Na kwa alama hii akataja maneno mmoja katika imma ambaye ni tabi'i aljalil al-Imam al-Hasan bin Yasar al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ana maneno yake mazuri ambapo maneno haya ameyataja al-Imam al-Bukhari katika at-Tarikh al-Kabir. Hasan al-Basri anasema kwamba al-hajj al-mabrur, kwamba hija mabrur an yakuna al-abdu ba'da ruju'ihi zahidan fi dunya. Hija mabrur ni kuwa yule mtekelezaji wa hii ibada ya haji ni awe baada ya kurejea katika mji wake zahidan fi dunya, anakuwa ni mwenye kuipa mgongo dunia. Utomuona kwamba kazama katika mambo ya kilimwengu, utomuona hivyo. Utomkuta katika majukwaa ya kisiasa au katika mambo ya mipira, utomkuta katika sehemu hizo. Hii ni haji mabrur. Na pia kadhalika ayakuna alhaju baada ruju'i zahidan fi dunya wa raghiban ila al-akhirah. Yeye utamuona ile raghba yake na zile hisia zake na lengo lake ni zahidan fil akhirah, zahidan al akhirah. Yeye ataka mambo ya akhirah, atakuwa akisimamisha swala jamaa. Kadhalika katika mambo ya khairat utamuona yeye ametangulia katika mambo ya khair.